Anasema Sheikh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, qala Allah ta'ala, amesema Allah aliyetukuka, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Hii ni dalili ambayo ameiweka Sheikh rahimahullah, moja tu, aya moja, kufidisha ni dalili ya tauhidu ar-rububiyya. Lakini aya katika kuthibitisha hili la tauhidu ar-rububiyya ziko nyingi kama hizi ambazo mmezisikia. Aya ya kwanza tuliisoma katika suratu Az-Zumar aya 62, aya ya tatu tuliisoma katika suratu Fatir, aya ya kwanza tuliisoma katika suratu Al-Mulk, aya ya 54 tuliisoma katika suratu Al-A'raf, ala lahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin. Anasema Sheikh, qala Allah ta'ala, amesema Allah aliyetukuka katika suratul Fatiha aya ya kwanza, alhamdulillahi rabbil alamin. Sifa zote njema, alhamdu, jami'ul mahamidi, sifa zote njema zinastahiki kwa Allah, au anastahiki Allah sifa zote njema zenye ukamilifu ambazo zinaduru juu ya matendo yake baina ya al-fadl wal-adl. Sifa njema hizo zinamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna yoyote. Rabbil alamin, mola, kwa maana muumba. Kusema mola, rabb maana yake al-khaliq, muumba. Al-malik, mwenye kukimiliki alichokiumba. Al-mutasarrifu fihi, mwenye kutasarraf nacho namna anavyotaka, akakitia maradhi, akakipa siha, akakipa joto, akakipelekea baridi. Mutasarrifu fihi, mwenye kuyaendesha mambo yake, mwenye kukifisha alichokiumba, mwenye kukihuisha alichokifisha. Huyu ndiye Rabb. Kwa alhamdulillahi rabbil alamin, mola mlezi. Lakini kwenye rabbu kunaingia mambo alkhalqu, uumbaji. Kwa rabbil alamin, mola mlezi, muumba, mmiliki wa alivyoviumba, anayetasarraf navyo, mola mlezi. Wa al-alamin, alamin wanasema ahlul ilmi maana yake ni walimwengu. Walimwengu, kila asiyekuwa muumba ni mlimwengu. Hii ndio tauhidur rububiyya, rabbil alamin, kumpwekesha Allah kwamba yeye ndiye aliyeumba ulimwengu na walimwengu wote, ndiye anayewaendesha, ndiye anayewamiliki peke yake subhana. Hii ni tauhidur rububiyya. Mmeona alivyojenga dalili, jinsi dalili alivyoitaja, mmeiona hapo, rabbil alamin, mola, muumba, mmiliki, mwenye kutasarraf na vile alivyoviumba namna anavyotaka. Vipi hivyo? Al-alamin, walimwengu wote. Na duniani kuna al-khaliq wal-makhluq, kuna ar-rabb wal-marbub, kuna ar-rabb wal-marbub, mola mlezi na vile vilivyoumbwa vikalelewa na huyo mola mlezi. Na kila asiyekuwa Allah ni mlimwengu, kama alivyosema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa kullu ma siwa Allahi alam, na kila asiyekuwa Allah yeye ni alam, yani mlimwengu. Wa ana wahidun min dhalika alalam, na mimi ni mmoja katika hao walimwengu. Hayo akasema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayhi. Rabbil alamin, mola mlezi wa walimwengu wote. Akasema Sheikh Saadi kutafsiri hii aya, ar-rabbu huwa al-murabbi. Rabbu ni murabbi, anaelea jamia al-alamin, walimwengu wote. Wa hum man siwa Allah, na walimwengu ni kila asiyekuwa Allah ni mlimwengu. Awe atakayekuwa yeye ni mlimwengu, ameumbwa na Allah aliyemuumba, akamlea kwa neema zake
akamuumbia vitakavyomsaidia katika malezi yake, neema mbalimbali ambazo bila hizo neema alizoumbiwa huyu aliyeumbwa na Allah asingeliweza kuishi. Akapewa maji, akapewa vyakula, akapewa matunda, akaneemeshwa na Mola mlezi, na hakuna neema yoyote isipokuwa yatoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kauli yake aliposema rabbil alamin, hapa imejulisha hii kauli ya rabbil alamin, Mola mlezi wa walimwengu wote, ala infiradihi bil khalqi wat tadbir, kwamba amepwekeka yeye kwa uumbaji. Ikiwa yeye ndiye Mola mlezi wa walimwengu wote, ina maana ameshapwekeka, yuko peke yake huyo, bil khalqi wat tadbir, kwa kuwaumba na kuwaendesha wale aliowaumba, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio dalili ya tauhid ar-rububiyya kama alivyoitaja al-Sheikh Muhammad Jamil Zainu, na zimetangulia al-ayati nyingine nje ya kitabu.